Yeah, so I have a message I feel like the Lord has put in my heart. Nina message yenye Mungu ametia kwenye roho yangu. You know, there was one night I was just laying down. Kuna siku moja nimekuwa nikilala tu. And I was just telling the Lord, what can I do for you? Nikimuuliza Mungu nikufanyie nini? I was just thinking about all the things the Lord has done for me all year. Nikitizama vitu yenye Mungu amenitendea miaka yote. Honestly, if I couldn't count all these blessings the Lord has done in my life. Sikuweza kuhesabu hizi baraka Mungu amenitendea. And I've been involving myself with the youth. Na nimekuwa nikijiunga na vijana. And the Lord told me that I would like for you to speak. Na Mungu akaniambia nataka unifuate, unitafute. And the Lord spoke to me and I just started writing. Mungu akaniambia lakini nikaiona kwenye maandishi. And so this message the Lord has put in my heart and I would love to share with you guys. Na hii ni message ambayo Mungu ameweka kwenye roho yangu ningetaka tuchangie. But before I start, I'd like to say a quick short prayer. Lakini kabla sijaanza ningetaka kuomba kidogo. So if you may bow your heads, please, I'll pray real quickly. Tunyenyekee tuombe, please. Dear Heavenly Father, I thank you, Lord, for all the things you've done all year, God. I thank you, Lord, for all the blessings, Lord. Lord, if I were to even try and count all the things that you've done, Lord, it would be like I'd be trying to count all the stars, Lord, in the sky, God. Oh, you've done so much this year, God. And so I just pray, Lord, Holy Spirit, I invite you, Lord. Holy Spirit, I invite you so that the youth, Lord, may hear your word, God. Lord, I pray for the ones who may not know you yet or may not have this relationship with you, Lord. I pray that they may accept you today, Father God. I pray that you may open their ears, Lord. I pray that you may show them that satisfaction is only in you and not in any things of this world, God. So I pray that you may speak through me, dear Heavenly Father. And I thank you for your good word and for your mercy and grace, Lord. In your mighty name I pray, amen. Amen. So today I wanted to talk about this word later. I wanted to talk about this word later, meaning like later, like. Leo nimetaka kuongelea hii kitu baadaye. Kitu kinaitwa baadaye. I wanted to talk about this word later because it's a common thing amongst us youth. Kwa sababu ni kitu kenye sisi vijana tunazoea, kitu kinaitwa baadaye. Nitafanya baadaye. It's a common thing amongst us youth because we're young. Ni kitu tunazoea kwa sababu tuko wadogo. And so we think we have a lot of time. Tunajifikiria kama tuko na muda mrefu, muda mwingi. And we think that we have this cushion because we're so young. Tunajifikiria kama tuko na hii kitanda cha kusegamia kwa sababu tuko wadogo. But we don't realize that there is a danger when we are telling God, not now, later. Na tunasahau kwamba kuna jaribu tukimwambia Mungu hapana sasa hivi baadaye. And so as we're growing up, there are so many things that are coming our way. Na jinsi tunakomaa kuna vitu vingi vinatuzogelea. We can pick so many ways to go. Na tunaweza tukajaribu njia nyingi tofauti za kuendelea. And a lot of times when we're at this age, especially even before college, na muda mwingi tuko katika hii miaka sasa kabla tujaingia kwenye college. We'll tell the Lord, Lord, not now, but later. Tunamwambia Mungu hapana sasa hivi baadaye. We'll tell the Lord, Lord, I will say yes to you, just not now. Namwambia Mungu nitakwambia ndio lakini sitakwambia ndio sasa hivi. And so we'll tell the Lord, Lord, not now, after I'm done listening to this certain music. Unamwambia Mungu hapana sasa hivi baadaye nikimaliza kusikiliza hizi music. Or Lord, I'll surrender my life to you after I'm out of college. Anamwambia Mungu baadaye nikimaliza college hapo ndipo nitakuzogelea na nitakupatia maisha yangu. Lord, you know I'm young, eventually I will give myself to you. Na anamwambia Mungu unajua niko mtoto mdogo baadaye nikikomaa basi nitakupatia maisha yangu. And this is a thing that's so easy to get yourself thrown into. Na hicho ni kitu kidogo cha kawaida sisi kama watoto wadogo kujiunga nacho. But we must be careful because the devil is after us. Lakini tunatakiwa kuwa makini kwa sababu ibilisi yuko pamoja, yuko anatufuatilia, anatukimbiza. The devil is after us because we are the next generation that is to come. Ibilisi anatufuatilia kwa sababu tuko generation itakayokuja. And so the devil knows that if he stops you right now, ibilisi anajua kwamba akikusimamisha sasa hivi, it's going to be harder later to do anything that the Lord is trying to call you to do. Itakuwa vigumu kwako baadaye kufanya kitu kenye Mungu anataka ukifanye.
And so we must realize that there is a danger in telling God later. Tunatakiwa kuelewa kwamba kuna jaribu au kuna danger ya kumwambia Mungu hapana sasa hivi baadaye. And it's something that we need to be thinking about. Na ni kitu tunatakiwa kukijifikiria sisi kama vijana. So there is a danger when we say later. Na kuna jaribu tukimwambia Mungu baadaye. I'd like to look at a verse in Ecclesiastes. Nimetaka kuangalia verse katika kitabu cha Mhubiri. We're going to look at a verse in Ecclesiastes chapter 12. Mhubiri sura ya 12. We're going to look at verse 1 to 7. Tutaangalia katika kitabu cha kwanza mpaka kitabu cha 7. Chapter 12 verse 1. In Ecclesiastes. Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 7. Amen. Amen. And so it's clear in this verse that Solomon in Ecclesiastes is telling us to remember your Creator in your youth. Ni iko wazi ya kwamba katika kitabu hichi inatuambia kwamba mkumbuke Muumba wako kingali kijana. It's clear that he's telling us remember him early, not late, not later, early in your youth. Inasema ya kwamba mkumbuke Muumba wako mapema, hapana baadaye. Because when we say later to God, we're not saying no. Kwa sababu ukimwambia Mungu baadaye haujamwambia hapana. We're saying, Lord, not now. Unamwambia tu hapana sasa hivi. But every not now we say, lakini kila wakati tukisema hapana sasa hivi, is still shaping who we are becoming. Inatujenga jinsi tunavyotokea au jinsi tunavyokuwa. So every time we say not now, kila wakati kimwambia Mungu hapana sasa hivi, there's a common misconception kuna kitu ambacho that, oh Lord, I didn't say no, I'm in the middle. Kuna kitu kinakutokea ndani yako kinakwambia Mungu sijakwambia hapana bado. Lord, I'm not like these other people. I told you eventually I'm going to get to you. Mungu mimi siko kama wale lakini nimekwambia baadaye nitakufikia. And we think when we say now that we're in the middle, we're not like these people who've rejected God. Lakini unajifikiria kwamba ukimwambia Mungu hapana sasa hivi nitafanya baadaye, huko katikati sio kama wale waliomkataa Mungu. But it's wrong because every not now is still shaping you. You're still walking in a certain direction every time you say not now. Lakini sio vizuri ya kwamba kila wakati ukimwambia Mungu hapana sasa hivi na kutuma unatembea namna isiyokuwa ya kawaida. And a common example for us youth that we
like to laugh at a lot, mfano wenye sisi vijana tunapenda kuchekelea, us youth, we usually like to laugh at, oh, that one dad. Sisi vijana tunapenda kusema ule mubaba mmoja. Oh, that dad, all he does is he comes back home from work and he's just drinking. Ule baba anapenda kutoka tu kazi anafika na kunywa. And we like to tell ourselves, oh, I mean, I listen to certain music right now because I'm young, but he's 45 and he's still listening to Kofi. Tunapenda kusema yule baba anasikiza kwa hii muziki lakini mimi niko mdogo lakini yeye iko na miaka 44. Anasikia haya. Oh, that daddy's 45, but he can't stay with one wife. He's always sleeping around. Ule baba yuko na miaka 45 lakini anabaki na wanawake tofauti, hawezi kubaki na mwanamke mmoja. And youth were always like, we will never become like that dad. Afu unabaki unajiambia mimi sitakuwa kama huyu bwana. We're always like, that dad, I don't know how he got like that. Unajiambia mimi sijui yule alitokea hivyo kwa ajili ya nini. But we never think to ourselves, lakini haujawahi kujifikiria kwamba that he did not just wake up one day. Lakini unajifikiria kwamba hakuamka tu siku moja. And at the age of 45, kwenye miaka ya 45, he started saying, I'm going to start living in these patterns. Afu akaanza kujiambia nitaanza kuishi namna hii. No, he was at one point the same age as us. Wakati mmoja amekuwa na miaka kama sisi. And also at 21, na akiwa na miaka 21, he told the Lord, not now, later. Amemwambiaga Mungu hapana sasa hivi nitafanya baadaye. And so when he started at 21, he told the Lord, not now. At 22, he said, not now. Akiwa na miaka 21 amemwambia Mungu hapana sasa hivi baadaye. 22 akasema hivyo hivyo tena baadaye. And then at 23, he said, not now. Na 23 akasema baadaye. And then at 24, he said, not now. 24 akasema baadaye. And now he's gotten to where he is. Na sasa hivi iko jinsi alivyo. And he's gotten to where he is every time he said later, not now. Na kila wakati akimwambia Mungu baadaye hapana sasa hivi anaenda kwa anabadilika jinsi alivyokuwa sasa hivi. And we're so naive, we think that, I will never become like that man. Lakini pia tunasahau, tunakuwa wajinga kujifikiria kwamba mimi sitakuwa kama huyo. But we don't realize, lakini tunasahau ya kwamba he was just like us and had the same decisions. Na yeye amekuwa kama sisi na amekuwa na maamuzi kama ya kwetu. So realize later, ugundue ya kwamba baadaye, when you tell the Lord later, ukimwambia Mungu baadaye, it does not mean neutral. Haijamaanisha uko kati kwa kati. Not now is a direction that you're moving in. Baadaye ni kama mwelekeo unaoelekea. So understand the danger of later. So uelewe danger iko kwenye baadaye. And this is why Solomon in Ecclesiastes, na ndio maana Solomon katika kitabu cha Mhubiri, he says, remember your creator early, akasema umkumbuke muumba wako mapema, before you start saying life is not pleasant anymore. Kabla hujaanza kusema maisha hayako mazuri hata kidogo. Because many of these dads that you're laughing at, they'll tell you life is not pleasant anymore. Hawa baba ambao unawacheka watakuambia maisha hayako mazuri. They are at the same point that we're in. Ukumbuke kwamba wakati mmoja wamekuwa kwenye mahali ulipo sasa hivi. And they told God not now. Na wakamwambia Mungu baadaye. So understand, when we say later, na uelewe kwamba ukimwambia Mungu baadaye, don't think that you're neutral. Usijifikirie kwamba uko kati kwa kati. Not now is still a direction that you're moving in. Baadaye ni mwelekeo unaoelekea. And when we start moving in that direction, na ukianza kuelekea katika mwelekeo huo, you don't think that just because you're young, it won't have the same effect on you. Usijifikiri kwa sababu tu wewe ni mdogo haitakuchukulia, haitakugeuza kama sema wageuza watu wengine. Don't think that, if I start right now, later I'm not going to be like that dad. Usijifikirie kwamba kama sianzi sasa hivi baadaye mimi sitakuwa kama huyo baba. Because it's an easy thing, especially in college. Ni kitu kifupi au kidogo sana hasa ukiwa kwenye college. When you have all these things in front of you, wakati ukiwa na hivi vitu vyote mbele yako, and for you to think I can step into sin now, wewe kujifikiria naweza nikaingia kwenye dhambi sasa hivi, but at the age of 45 it won't affect me like it did that guy. Lakini nikiwa miaka 45 haitanifanyia hivyo kama imemfanyia yule baba. When we let our bodies, na tunaacha miili yetu, our life, maisha yetu, get comfortable to sin, ikae katika dhambi, we start building a pattern for ourselves. Unaanza kujitengenezea tabia. And sin is such a dangerous thing. Na ni kitu kibaya sana. How can you be so naive? Ni jinsi gani unaweza kuwa duru into thinking you are this type of person kujifikiria wewe ni mtu wa namna hii
where you see the consequences of our fathers, our mothers, anyone. Wakati ukiwa unaona matokeo ya wababa wa mama na watu wote wakiwa wameshakomaa washakuwa watu wakubwa. For example, my father, kwa mfano baba yangu, is someone even at this point of his life, ni mtu ambaye katika wakati huyu wa maisha, he still lives like he's my age. Anaishi kama yuko na miaka yangu. He still lives like he's a student getting ready to go to college. Anaishi kama mtu ambaye ni mwanafunzi akielekea college. So how naive would I be Nianza nikakuwa jinsi gani mimi to say, let me start the things that he started doing, nianze kujiambia acha nifanye vitu amefanyaga, and after I'm not going to end up like him. Afu baadaye nitabadilika sitakuwa kama yeye. There is not one person in the Bible hakuna hata mtu yoyote katika Biblia who stepped into sin aliyeingia kwenye dhambi and they came out with no effect. Afu wakatokelezea tu bila matokeo. Obviously only one person, and that was Jesus. Ni mtu mmoja tu peke yake na ni Yesu. So understand that there is a consequence uelewe kwamba kuna matokeo when you step into sin. Ukiingia katika dhambi, it's inevitable that it will hurt you. Ni muda mfupi tu itakuumiza. It's inevitable that it will have an effect on you. Ni muda mfupi tu dhambi itakubadilisha. Why do you think this dad today is still struggling with pornography? Kwa nini unajifikiria huyu baba ambaye unamcheka leo angakia anaumizwa pamoja na pornography? Why do you think this dad is still struggling to not be able to stay with his one wife? Kwa nini unajifikiria huyu baba unayemcheka sasa hivi anashindwa na kubakia na mwanamke mmoja? Why do you think he has this alcohol addiction? Kwa nini unajifikiria anashindwa kuacha pombe? It's a pattern that started. Ni tabia iliyoanza. And sin only needs just a little bit of you. Na niyo tabia inakuhitaji tu uidhogelee kidogo au kiipenda kidogo. Because we're so naive, kwa sababu tuko wajinga, that we think we can walk into sin, unajifikiria utatembea katika dhambi, and that there will be no effect. Na hapata kwa matokeo yoyote. But why don't you ask these dads? Vipi ukiwauliza hao wa baba and tell them, hey, why can't you stop? Kwa nini vinakushinda kuacha? Because it's been 6 years and they know it's been affecting them bad. Kwa sababu miaka 6 imeisha na wanajua imewadhuru kabisa. But they can't stop. Lakini hawaachi, wanashindwa kuacha. I mean, his wife has been telling him, please stop, please stop. Mke wake amemwambia tafadhali acha, tafadhali acha. But no, it's a pattern that he's built. Lakini ni tabia aliyoitengeneza peke yake. So it's been ingrained into him. So imezaa matunda na ikatia mizizi ndani yake. So let us not be naive. Usiwe wajinga into thinking that just because we're young, kwa kujifikiria kwamba kwa sababu tuko wadogo, that we can step into these things. Tunaweza tukaingia katika vitu hivi. Sin does not treat us any different, youth. Dhambi haituchukulii tofauti kwa sababu tuko watoto wadogo. Just because we're young, kwa sababu tu uko mdogo, it doesn't mean that it's going to be a little easy on us. Unajifikiria itatuchukulia kawaida sisi tuko wadogo. If you step into it, ukiingia katika dhambi, understand uelewe ya kwamba that it will have the same effect on you. You will be looking back. Itakuwa na matokeo hayo kwako na wewe pia. Utatizama nyuma ukisema, if you step into it now, ukiingia katika dhambi sasa hivi, you will be looking back like Solomon is saying in Ecclesiastes. Utatizama nyuma kama jinsi Solomon anavyoongelea katika kitabu cha Mhubiri. And be saying life is no longer pleasant. Utaanza kujiambia maisha hayako mazuri hata kidogo. Youth, let us not usijikubali be naive kuwa mjinga into thinking that let me enjoy kwa kujifikiria acha ni enjoy kidogo my youth right now nikiwa mdogo because I'm young. Kwa sababu mimi ni mtoto mdogo. At the age of 35, ukiwa na miaka 35, I'll give myself to you. Nikiwa na miaka 35 nitaenda kwa Mungu, nitamzogelea Mungu, nitaomba msamaha. And we're so confident that we're even going to make the age of 35. Na kabisa uko mjasiri ukijiambia mimi nitakuwa na miaka 35, unajifikiria utakuwa ngaki mzima. And it's just like that dad. He told the Lord. Ni kama yule baba amemwambia Mungu. He calculated after college. Akakadiria akasema baada ya college, yes, I will give myself to you. Ndio nitaomba msamaha, nitakuzogelea. What makes you think that if you just start doing these certain things, kwa ni kitu gani kinakufanya unajifikiria kwamba ukianza kufanya vitu hivi, that you're going to just come out, God, yeah, I'm ready now. Utakuja kwa mbele ya Mungu mwambie sasa, Baba niko tayari sasa.
So we have to realize the danger of saying later. Unatakiwa kujifikiria na kukumbuka matatizo na majaribu ya dhambi. And for a lot of us youth, Kwa sababu katika wengi sisi vijana, tomorrow is not guaranteed. Kesho haujui kama utakuwa mzima kesho. Death is not a thing that is going to be easy on us because we're youth. Dhambi haiko kitu kenye kitakurahisishia tu kwa sababu wewe ni kijana. I'm sure there are many in this room that know someone who passed away in the year 2025. Na ninajua kuna wengi zaidi ndani ya nyumba hii au kanisa hii mnajua mtu ambaye amefariki katika mwaka huyu. And that person that passed away, Na huyo mtu ambaye amefariki, he obviously didn't know that death was coming. hakujua kama dhambi inamzogelea. So let us not be naive So usiwe mjinga into thinking that kujifikiria kwamba after I finish college, baadaye nikimaliza college, that's when I'm going to give myself to you, Lord. hapo nitakuzogelea Mungu. Because the return of the Lord is near. No one knows the day nor the hour. Kwa sababu Mungu atakaporudi, wakati unazogelea Mungu atarudi, kwa sababu hakuna atakayejua siku au saa. So don't allow yourself Na usijikubali into thinking kufikiria kwamba that I have this time, it's guaranteed. niko na huyu muda na huyu muda umekuwa guarantee kwangu. Because the devil knows that you've seen, for some of us, we've seen our parents, they're in positions in church or whatever. Kwa sababu ibilisi anajua kwamba sisi tumeona wazazi wetu katika kanisani wako huko na huku. The devil knows, ibilisi anajua ya kwamba for some of us youth, kwa wamoja wetu sisi vijana, we're not going to necessarily reject God completely. Hatutamkataa Mungu kabisa na kumkataa. So he's going to want you to delay your time that you're going to give to God. Ibilisi atakudanganya ili umwambie Mungu baadaye. You have to realize the devil, unatakiwa kutambua kwamba ibilisi, he has so many tricks. Ana triki nyingi sana za kukudanganya. And so if he can't get you to completely reject God, kama hawezi kufanya umkatae Mungu kabisa, he will try to delay your time. Atakufanya kawize muda wako. And let us not think Na usijifikirie kwamba that this time, huyu muda when we're young, ambao tuko wadogo, is okay for us to waste it. Ni vizuri kwetu sisi kuupoteza. The Bible tells us Biblia inatuambia ya kwamba here in Ecclesiastes, katika kitabu cha Mhubiri, remember your creator in your youth. Mkumbuke Muumba wako bado ukiwa kijana. Do not allow yourself usijikubali to lose out kupotezea on the kingdom of heaven katika ufalme wa mbinguni because of this short time. Kwa sababu ya muda huyu mfupi. So the last thing I will tell you youth, na ni kitu cha mwisho nitakwambia nyinyi kama vijana, is for you to start now. Ni nyinyi kuanza sasa hivi. And if you have started these bad habits, kwa sababu ukizianza hizi tabia mbaya, it's going to be easier for you to stop now than later. Itakuwa rahisi kwako kusimamisha sasa hivi zaidi ya baadaye. And if you give yourself to the Lord now, na ukimkubalia Mungu sasa hivi, it's going to be easier than trying to give yourself to the Lord at the age of 45. Na itakuwa vizuri, itakuwa ni rahisi tena pia kumkubali Mungu ukiwa na miaka 45. So let us realize the value of our youth. Unatakiwa kutambua gharama yako wewe kijana. It belongs to the Creator. Ni ya Mungu muumbaji. Let us not fool ourselves usijidanganye into thinking later, kujifikiria kwamba baadaye, then I will give myself to the Lord. Baadaye nitamkubalia Mungu. And that's the message I want to tell you today. Ni message nimetaka kuambia siku ya leo.